Karibu Alama Studio, simulizi zenye hisia, mafunzo na msisimko. Tuanze. Sura ya 3. Binti aliyechaguliwa na hatima. Miezi ya mwanzo ya mwaka 1977 uliendelea kupita. Upepo wa bahari uliendelea kuyapeperusha matawi ya minazi ya Kiboje, Zanzibar. Maisha ya mzee Satingi yalibaki vile vile. Asubuhi alikuwa fundi wa baiskeli, usiku alikuwa mtengenezaji wa bongo. Hakukuwa na siku iliyopita bila kufikiria namna ambavyo angeijenga familia yake. Mara nyingi alipokuwa amekaa chini ya mwembe akitengeneza baiskeli, aliwaona wanaume wenzake wakipita wakiwa na wake zao na watoto wao. Wakati mwingine watoto hao walikimbilia baba zao wakicheka kwa furaha. Kila alipoona jambo hilo, moyo wake ulijaa upweke. Hata mimi natamani siku moja niitwe baba, alijisemea kimoyomoyo. Siku moja jioni ilipokaribia, mzee mmoja aliyeheshimika kijijini alifika kwenye kibanda chake cha kazi. Shikamoo Satingi. Marahaba mzee. Baada ya mazungumzo mafupi, mzee huyo akamwangalia usoni. Mpaka leo hujaoa? Satingi akatabasamu kwa aibu. Ningependa kuoa, lakini maisha haya. Akatikisa kichwa. Mzee akacheka taratibu. Usiogope umaskini, mwanamke mwema huja kujenga nyumba, sio kuikuta imejengwa. Maneno yale yakagonga moyo wa Satingi. Mzee huyo akaendelea. Kuna binti mmoja kutoka Kibogwa, Morogoro. Nimeambiwa ni mwenye heshima, mchapakazi na mpole. Hana elimu ya shule, lakini ana akili ya maisha. Satingi hakusema chochote. Mzee akaongeza, anaitwa Agnes, lakini wengi humuita Biti Mainda. Kwa mara kwanza jina hilo likaingia moyoni mwa Satingi. Hakujua sura yake, hakujua sauti yake, hakujua hata kama angekubali kuolewa naye, lakini jina hilo halikuondoka kichwani mwake siku nzima. Wakati huo huo, bali kule Kibogwa, Morogoro, maisha yaliendelea kama kawaida. Alfajiri ya siku hiyo, Biti Mainda alikuwa tayari amebeba ndoo kubwa ya maji kichwani. Akitoka mtoni, miguu yake ilikuwa imejaa matope, nguo yake ilikuwa imechanika sehemu ya bega, lakini hakujali. Alifika nyumbani, akawasha moto, akapika uji kwa ajili ya familia, kisha akaenda shambani pamoja na mama yake. Wanayanga, jua lilikuwa kali, mikono yake ilijaa malengelenge kutokana na kushika jembe kila siku, lakini hakuwahi kulalamika. Wakati wa mapumziko, Wanayanga alimtazama binti yake kwa muda mrefu. Agnes. Naam mama, wewe sasa umekuwa. Biti Mainda akainamisha kichwa. Hakujua mama yake alimaanisha nini. Baada ya ukimya mfupi, Wanayanga akasema kwa sauti ya chini, kuna siku utaondoka nyumbani? Biti Mainda akacheka kidogo. Nitakwenda wapi? Wanayanga hakujibu. Macho yake yalijaa mawazo. Kwa miaka mingi alijua siku hiyo ingefika, lakini sasa ilikuwa imekaribia kuliko alivyodhani. Jioni ilipofika, mzee Nasoro alirudi kutoka shambani akiwa amechoka. Baada ya chakula cha usiku, aliwaita Wanayanga pembeni. Kuna wageni wanatarajiwa kuja wiki ijayo. Wanayanga akamwangalia kwa mshangao. Wageni wa nini? Mzee Nasoro akashusha pumzi. Wametuma taarifa kutoka Zanzibar, wanataka kuzungumza kuhusu Agnes. Kimya kizito kikaingia ndani ya nyumba. Moto wa kuni uliendelea kuwaka taratibu, lakini ndani ya moyo wa Wanayanga kulikuwa na moto mwingine, moto wa mama aliyehisi kwamba muda wa kuachana na binti yake ulikuwa umefika. Hakujua kama angeweza kuvumilia. Na Biti Mainda aliendelea kupamba vyombo vya chakula nje ya nyumba bila kujua kwamba mazungumzo yaliyokuwa yanaendelea ndani yangelibadilisha maisha yake milele. Mwisho wa sura ya 3. Asante kwa kutazama. Subscribe, like na share. Tukutane kwenye episode inayofuata. Alama Studio, simulizi hisia.